Mamlaka. Watu wameogopa kusema ukweli. Penye ukweli mwingi ndipo kimya kinakuwa kizito zaidi. Ritech, sinema bila filter. Kwa nini Bongo Movie hawatengenezi aina nyingine yoyote ya story zaidi ya mapenzi? Kuna crime, kuna action, kuna politics, kuna horror. Shida iko wapi Bongo Movie? Kwa nini ni mapenzi tu? Crime vipi? Kuna ugumu wote? Politics ina changamoto, na ukweli unaouma lazima usemwe. Ritech, sinema bila filter. Karibu ndani ya Ritech, sinema bila filter. Naitwa Doris. Hakuna kitu kigumu Tanzania kama kutengeneza aina ya filamu tofauti na mapenzi. Na huo ndo ukweli ambao Bongo Movie hawawezi kuambia. Shida iko wapi? Tujiulize, kwa nini ni mapenzi kila siku? Shida ipo mahali. Shida ipo kwenye budget namba moja. Bongo Movie anataka kutengeneza filamu ya crime. Crime ina process, crime ina sheria zake, crime ina mavazi. Unadhani kwa budget ambazo zinatolewa zinakidhi vigezo vya Bongo Movie kutengeneza crime story? Ritech, sinema bila filter. Bongo Movie tunayo nafasi kubwa sana ya kuleta mabadiliko kwenye filamu zetu. Lakini ili tuweze kuyapata haya mabadiliko, kuna jambo kubwa sana na muhimu ambalo linapaswa kufanyika. Na hili linamhusu writer, mwandishi, linamhusu producer, na linamhusu director. Mwandishi, kuna kitu najiulizaga sana. Sijawahi kuona filamu ama tamthilia ya Bongo yenye writers zaidi ya 3, ama developers wako kama 10. Kama ninavyoona filamu za wenzetu, unakuta filamu ni moja lakini kuna writers 3, script writer 2, kuna development kama 10, kuna yani unaona kabisa kwamba kuna watu walikaa wakalichukua wazo la mtu mmoja, wakalifanyia kazi, wakajiridhisha, alafu ndo likaenda kwa producer. Changamoto iko wapi kwa waandishi wetu wa Tanzania? Ujuaji mwingi au binafsi? Lakini kwa kuwa story ndio kitovu cha filamu, inatupasa sana tubadilike. Tutoe ubinafsi, tutoe credit za watu, kwa sababu kuna wengi sana wanalalamika ambao ni underground creators, underground filmmakers ambao bado hawajapata nafasi. Anakutana na producer mkubwa, anakutana na director, anakutana na mwandishi, anampa wazo lake akitegemea walau apate hata credit tu ya kuandika kwamba mimi Doris nilishiriki kwenye 1, 2, 3. Hawaipati hiyo credit. Afu unakuta ni wale ambao creative yao ni nzuri, wamefanya research ya kutosha. Yawezekana wewe umeshaandika story zaidi ya 10, lakini film story it's like music. Yawezekana ukatoa album zikaiti nyimbo 2 tu. Kwa hiyo hata kwa mwandishi wa filamu it's the same. Haiwezekani kila siku utaandika kitu kizuri. Mnawapa nafasi waandishi wapya? Na waandishi mnashirikiana au ndo mmejaa ubinafsi? Ili kubadilisha tasnia yetu, kwa waandishi, creators, script writers, inabidi kuungana kwenye creativity, ili wote kuweza kuunganisha nguvu ya mawazo na kupata kitu kilichokuwa bora ambacho kinaweza kikaitangaza Tanzania na kuweza pia kupata ushindani wa filamu za nje. Tukimalizana na waandishi ambao ndio kitovu cha filamu, tuongelee producers.
Producers, mnawapa nafasi director? Kwa sababu kuna lawama. Niko hapa kufikisha huu ujumbe. Kuna lawama za madirectors. Director anapelekewa story, anaisoma, anapata vision yake nzuri sana na anasema hii ikienda 1, 2, 3 itawezekana. Anapewa budget, anasema mimi kwenye story yangu nataka kikombe cha dongo chenye logo. Producer akija na minimize budget, anaambia tutumie cha plastiki tu kinafaa. Tayari umeshusha hadhi ya creativity ambayo director kaiona. Au director mnawapa nafasi kufanya creativity ambazo zinaendana na stories zinazoandikwa na waandishi, au waandishi wanaandika kitu kizuri lakini kwenye kuproduce inakuwa ni tofauti kulingana na kwamba hamuwapi director nafasi ya kuweza kucreate. Directors, mnafanya kazi yenu ipasavyo kucreate kitu, au ikifika location ni set, cut, action, no creativity, usomi scripti, create nothing, huandiki shoti, hakuna kitu ambacho tunafanya kazi kwa mazoea. Kwamba mimi nishajulikana na project moja na project 2, nikifika seti wananielewa tu. DOP anageuka director, alafu credit anapewa director ambaye hata seti huenda hayupo. Tunahitaji mabadiliko kuanzia writer, producer pamoja na directors. Hawa watu watatu wakifanyia kazi, mabadiliko makubwa yatapatikana ndani ya tasnia ya filamu, na ushindani tunauweza kuufanya kwa filamu za nje. Ritech, sinema bila filter. Niliuliza swali katika peji yangu ya Instagram. Kwa nini Watanzania wanapenda sana filamu za nje kuliko Bongo Movie? Najaribu kupitia komenti zenu hapa. Wananchi. Lakini komenti zenu kuna kitu kikubwa sana ambacho nimekigundua. Kulingana na komenti zenu nyingi, sitaweza kusoma zote, lakini naomba nipitie baadhi ambazo niliona wengi wenu mna pointi na lengo lenu kubwa sana ni kuijenga tasnia yetu ya filamu Tanzania. Kuna huyu anasema series za Bongo ni ndefu sana. Kwa nini walaji wa Tanzania wamechoka series ambazo ni ndefu, zipo zaidi ya miaka 3-4? Ukiniuliza mimi, tatizo sio urefu. Naomba niwe muwazi. Tatizo sio urefu wa series na sio miaka ya series ambazo zinaruka kwenye televisheni zetu ama popote. Tatizo ni storyline. Tatizo ni kuweka matukio ambayo hayana umuhimu wa kuyavuta ili mradi tu series iwe ndefu. Story ile ile ya episode 20 inaenda mpaka episode 200. Do you think utapata story nzuri bado? Do you think bado itavutia? Do you think watazamaji bado watatamani kuitazama? Lakini kama story ni nzuri, sidhani kama kutakuwa kuna hili swali. Kwa nini stories zisiwe fupi? Hofu iko wapi? Mwenye aina ya story ambayo ina episode 20 inabidi iwe episode 20. Mwenye aina ya story ambayo inaweza ikawa na episode zaidi ya 200 na story kweli line yake inaenda, apewe hiyo nafasi. Kwa sababu imefika mahali kuna baadhi ya series zimekosa kabisa. Unakaa unatazama unajiuliza, kwani hapa main character tena ni nani? Yaani uelewi tena, yani kwamba main character ambao umeanza from the scratch episode ya kwanza, episode zinapozidi kuwa nyingi unajiuliza kwani main character ni nani? Ritech,
sinema bila filter. Komenti namba 2 inasema tunajua ending mapema. Writers mpo? Walaji wanasema wanajua mwisho wa story kabla nyie hamjauandika. Lakini hii ikoje? Ni kwetu tu Bongo Movie Stories au iko worldwide? Hii ningependa niongelee katika utofauti kidogo. Kujua mwisho wa story, mara nyingi hata ukiangalia filamu za wenzetu jamani, kiuhalisia tunakuwa tunajua kabisa kwamba huyu ni Sterling. Sterling siku zote tunajua atashinda, adui atafeli. Naomba niongelee hii katika utofauti. Audience kujua mwisho wa story sio Bongo Movie peke yake. Kwa mtu yote ambaye akitazama hata filamu za nje, utaona kabisa kwamba mostly katika uandishi wa story tunajua kabisa kwamba Sterling atashinda na adui atafeli. Lakini kinachokufanya wewe uitazame filamu ama series ni ule utamu wa ladha uliokuwa ndani ya ile sinema yenyewe. Unatamani kujua Sterling atashinda vipi na adui atafeli vipi. Kwa hiyo kwa waandishi, hili ni jambo lenu. Linawapasa mfahamu ya kwamba audience wengi wanasema wanajua ending za filamu zetu. Nini kifanyike? Ni mwandishi kuwa smart enough kukufanya wewe story yako yote unayoiandika isiweze mtu kutabiri ending. Na hicho ndio kitu ambacho kitamfanya mtazamaji aendelee kuitazama, kwa sababu nikishajua mwisho siwezi kuitazama tena hiyo filamu. Retake sinema bila filter. Mwingine anasema Tanzania story ni za mapenzi tu. Hebu hapa tuongee ukweli jamani. Hivi kuna watu wanapenda mapenzi kama wa Tanzania? Kuna mtu anaweza katengeneza filamu ya kilimo mkaitazama? After all, mapenzi yana run dunia bana. Hakuna filamu yoyote ambayo utaitengeneza ikawa haina ladha hata chembe chembe ndogo tu ya mapenzi watu wakaipenda. Mostly utakuta horror, kuna mapenzi kidogo, action, there's a drama, kuna mapenzi. Kwa hiyo tatizo sio stori za mapenzi ndio zimetawala sana Tanzania. Hapana. Tatizo ni uniqueness ya story yako ya mapenzi. Mwandishi unayenitazama, biashara ni mapenzi kweli, Watanzania wanapenda mapenzi kweli, lakini uniqueness yako ya story ikoje kwenye kuiandaa, kwenye kuhakikisha kwamba ni mapenzi ndiyo, lakini yamekuja katika utofauti gani? Hicho ndo walaji wanachokitaka, na sio theme ya kwamba ni love story peke yake. Hapana, kuwa unique, tengeneza story yako nzuri. Retake sinema bila filter. Na hii ni Retake sinema bila filter. Naitwa Doris. Until next time, please comment, like and share, na usisahau kusubscribe.